Kitu ya tatu, mi pale si kwetu, sababu mimi ni msichana na kwetu sisi kwetu wa Kisii, once mtu akishafikisha miaka ya kuolewa, hata kubaliwa tena kurudi kwa boma. Boma inakuangania watoto wa fulana wanakaa na watoto wao. So mimi nikionekana kwa boma, naweza kuwa hata threatened hata niwawe, sababu mimi siwezi kubaliwa pale, sababu sina ukoo yao tena pale. Ukoo yangu pale kwenda kwetu niende niwasalimie na nirudi, lakini si kwenda kuishi. Mila ni mila tumeipata, hatutaipuuza, sababu the more utaendelea kuipuuza inaweza kukuaffect, hata unaweza wawa na brothers, sababu wataona saizi niko na mtoto kijana atataka shamba. Hiyo shamba ndiyo itafanya mtoto wangu awawa ama mimi niwawe na watoto wangu. Si ni vitu zina happen, sababu tuseme kwetu, kama mimi kwetu nikisema shamba yetu iwezi fika hata heka moja, na vijana wamezaliwa pale ni vijana wa 6. So hata hiyo vijana 6 wakienda kuangalia shamba vile wanaweza katishwa, haiwezi tosha. So wakiona tena bado umeingia kwa familia, watajua tu ni umekuja kukaa hapo ndio usaidike. So itakuwa bado ni wifu, ama kuna vile wanaweza kukufanya kwa kumalize. Hata watoto wanaweza wauza. Sisi kwetu Kisii, mtu akiwa amezaliwa, kama mimi msichana nikufie kwetu na sina ndoa, nitazikwa kwetu. Baada ya hiyo au watoto wangu watauziwa mtu mwenye hajazaa. Tashamanya mwiroreri wa gitugi kia mwihoko ngunyiti ugeni ama ritwa njitagwo Kate Infinity. Ni turacenjirie ritwa koguo mutikarigwo no. Na muthenya wa muthi tuna mugeni wa mwanya muno oikaine ta Gladys, na aratwira ni akorirwo agiuka mwena wa Nairobi na agikorwo agitherema na njira nene muno, akihota kwigwatira kana kuramata tuindo o guku Nairobi. Na thutha wa mathaa manini indo icio ni ciakorwo ciothe cikimura, ni agukorwo agitutariria makiria niguo tumenye niki giakorirwo gigithii na mbere. Ngakuhoya na gitio kinene muno, hangikorwo ni rita riaku ria mbere gukorwo ukirorera Kate Infinity, korwo ukihit haria subscribe button, oroho like the video niguo ihote gukorwo igikinyira andu aingi. Na tondu twinake haha ni ngwenda twaranirie nake na njuge ungikorwo wina rugano ngenda gukorwo gisheana ithwe namba citu ci hau thini wa screen yaku. Ningumunyita ugeni na njitikiria umuthi tukwaria na rũthiomi rwa Gĩthweri. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Gladys Nyabika Arama. Mimi ni msaliwa kutoka Kisii, Nyamira district. Mimi nimesaliwa pale, nimesomea pale. Wazazi wangu wote ni wa Kisii. Tumesaliwa pale na tukalelewa pale katika hiyo Nyamira district. Nimeanza kutoka darasa la kwanza hadi kidato cha 4. Hapo ndio nilipomaliza shule yangu nikiwa na miaka 19. Nikakaa mpaka nikafika miaka 20. Nilikuwa ushago kwetu nikifanyia watu kibarua ya kuwalimia, ndio hata at least tupate pesa ya kusaidia ma sister zangu wenye walikuwa hapo wadogo, ndio hata hao bado wamalize kusoma. So sisi kama vile nilimaliza masomo, sister yangu akawa amebahatika, ameolewa, amekuja huko Nairobi nikiwa na miaka 22. Hapo ndio alikuwa ameishi mtaa wa Huruma, Mathare namba 2930. Hapo ndio nilikuja nikakaa, nikawa nimetafutiwa kazi ya mkahawa kuuza hoteli pale Pangani Institute. Hapo ndio nilifanya kazi kwa miezi 2, nikakaa, nikatoka hapo nikakuja nikatafutiwa tena Smoothers hapo town. Hapo ndio nilipokaa nikapatana na mwanaume wangu alipokuwa wa kwanza kunioa, ndio nilifanya nikatoka kwa sister yangu, akanioa akanileta katika kijiji ya Marigo Ine South B. Hapo ndio tulipokaa na yeye. Vile tulikuwa tunakaa na yeye, nikaanza kufanya biashara ya kuuza nyanya, nikiwa nimetandika nyanya, naenda nanunua nyanya kutoka Marigiti ama Gikomba, nakuja natandika na gunia chini, naanza kuuzia watu. Kwa siku ilikuwa nafikanga mahali napata hata kama ni shilingi, nimeuza shilingi 100 ama 150. Katika hiyo harakati sikuwa na watoto, nilikuwa peke yangu. Tukakaa, ndio nilipopigia mzazi wangu mamangu simu ushago, akaanza kunitumanishia vitu kutoka ushago, mboga ya kienyeji hizi, saga, managu na hata mandizi na avocado.
Hapo ndio nilianza kuinuka kidogo, nikaanza kuuza hizo vitu zangu. Kukaa kidogo, huyu mwanaume mwenye tulikuwa tunaishi na yeye akakuja akaniacha nikiwa na mimba yake. So vile alikuja akaniacha, alikumba alikuwa na bibi mwingine, alikuwa na mwanaume wa wenyewe. So akaniacha katika nikiwa kwa shida, lakini nikaendelea tu kujiinua, kufanya kazi yangu huku na pale, nikiuza hizo mandizi zangu, zingine nikiivisha, nikisungusha katika estate za South C na South B na kijiji. Hiyo ndio harakati nilijaribu kuuzauza, nikipata usaidizi kutoka kwa mzazi wangu, kutoka ushago, ndio nilipata nyumba yangu ya kwanza kuinunua. Katika hiyo harakati nikawa silipi sasa rent, nang'ang'ana tu na vile nitalea tu mtoto. Nimelea mtoto nikiendelea kung'ang'ana hadi mpaka nimefikisha nyumba 9. Vile nilifikisha nyumba 9 nilikuwa nimeishi peke yangu bila huyo mwanaume nikijingangania. Na hakika nilikuwa najua hapo maisha yangu imefika, iko sawa, sababu nilikuwa naweza kukula, naweza kufanya biashara, nilikuwa nimejiandikisha, nilikuwa nafanya kazi ya kuuza mboga, naendea mboga kutoka Gikomba ama Mudhurwa na nyanya nakuja naleta hapo na mwaga nauzia watu na napata riziki yangu. Na kando na hayo ikikaa kama siku ya weekends ama siku ya holiday watoto wakiwa wamefunga shule, nilikuwa naacha mtoto wangu akiwa miaka 7 na mwacha kwa kibanda naenda kuuza kuzungusha hizo mandizi na avocado ndio nipate pesa zingine. Katika hiyo harakati nimeng'ang'ana mpaka nimepata pesa. Mungu amenisaidia, nimeinuka kiwango hadi kingine. Nilikuwa nikienda mwaka moja ikiisha ama mwaka moja na nusu niko na nyumba. Nimeinvest mpaka nikawa na nyumba 9 katika hapo mahali penye nilikuwa nakaa. Lakini kenye kilikuja kikafanyika mwishowe, nikiwa nimeamka nimeenda soko saa 9 usiku ndio nirudi nikuje nipange watoto waende shule. Nilikuja nikarudi nikapata hakuna manyumba. Nyumba zimebomolewa. Kwa saizi sina mwelekeo, sina mbele, sina nyumba. Hata sisi tunalalanga nje kwa magunia, hata hatuna msaada yoyote, hatuna mwenye anatusaidia. Hata kukula ni shida, watoto kusoma ni shida, na hatujawahi tembelelewa, hatuna lolote. Hata saizi zingine nakanga nafikiria vile naweza ua watoto na mimi nijue ndio at least maisha ikae imebakia vizuri. Kenya mimi ningeomba kama kuna usaidizi yoyote mnaweza tusaidia, mtusaidie tutoke nje, tuache kudharauliwa. Sababu hata kuna saa zingine tunafikanga tunaona mengi, wezi wanatusumbua usiku, wanakuja wanatuthreaten, tunashindwa kulala, hata kukula tukuli, hata tukielezea watu wanaona ni kama tunajifanya hatutaki kutoka huku, lakini hatuna uwezo yoyote ya kujisaidia. Tungeomba kama mkusaidia, mtusaidie tutoke kwa magunia. Hii nyumba ulikuwa unanunua pesa ngapi? Nyumba yenyewe hiyo katika hiyo harakati nilikuwa nauziwa nyumba na 50,000 ama 60. Unanunua nyumba ikiwa imeshajengwa? Unanunua nyumba ikaa ishajengwa lakini mabati yenyewe ni mzee, so inikaa ni kiwanja unauziwa unajijengea. Na mwenye anakuuzia ni mpangaji wa hapa ama ni nani? Mwenye alikuwa anakuuzia ni mtu mwenye alikuwa ameishika hiyo shamba akaigrab. So ilikuwa ni yake, ina anachukuanga rent. Katika hiyo harakati sasa, sababu nyumba ni yake, maybe amepata na shida, anakuuzia ndio imsaidie. Okay. Alafu hiyo nyumba ulikuwa unalipishaje rent hicho? Nyumba yenyewe nilikuwa nalipisha 2,500 nyumba moja. Na nyumba yenyewe ndio ulipisha hiyo 2,500. Iko na stima, maji ama ni nyumba aina gani? Nyumba zangu zenyewe ilikuwa nikikulipisha hivyo, maji unachota hapo sababu nilikuwa na maji, na hata stima bado unalipishwa na hapo. Ndio hata wenye stima wakikuja kunilipisha mimi nalipa zikiwa zote, mimi mwenyewe nalipa nyumba zangu zikiwa zote na stima. So mimi nakulipisha vitu zote zikiwa pamoja, nyumba, stima na maji pamoja na choo. Ulikuwa umejenga hadi choo? Nilikuwa nimejenga mpaka choo ndani. Sababu choo zilikuwa nauzia watu wa nje, lakini watu wenye wanaishi kwa plot yangu na wapea bure. Nikuulize, tunajua huku Marigweni sana sana kuja kubalishwa kujengwa choo. Ilifika aje wewe ukaweza kujenga? Mi Kenya naweza ongea, kuna choo hapa ng'ambo kunaitwa Kavirira, hii mtaa ingine ng'ambo. Kuna machoo zenye zilikuwa zimejengwa hapo ni za mradi. So katika wakati zilipojengwa ni sewage line ilipita kwangu. So vile ilipita kutoka kwangu ilikuwa easiest kupitisha hata mimi kukata hiyo pipe na niingisha choo zangu kutoka ndani. So hiyo ndio nilitumia.
Okay. Na stima na maji? Haya maji yenyewe tuna apply Nairobi Water. Ukisha apply Nairobi Water, wanakukubalia, wanakuja wanasurvey, wakishamaliza kusurvey, wanakuja wanakulipisha charges za kuweka hiyo maji. Wakisha kulipisha, so wanakuwekea mita namba yako. Unakuwa sasa unalipa kila mwezi. Unawalipa sasa wao wenyewe kwa simu. Stima nayo kuna hao watu wenye wa kijiji wanauzanga sambasa. So wakikuwekea ikiwa nyumba zikiwa zimeshikana, mnaongea bei tofauti kuliko ile bei yenye mnaongeza wekea mtu mmoja. Na sasa ulikuwa uko na hizo nyumba 9 kwa muda unatoshanaje? Hizo nyumba 9 sababu yenyewe siwezi ongea sababu sikuwa nimenunua once. Ilikuwa inaenda vile hiyo 22 nikiwa 22 years. Nikiwa nimebeba mimba mtoto wangu ndio nilinunua ya kwanza. So vile nilinunua ya kwanza nikakaa kama miaka 2 tena nikanunua ingine. So vile nilikuwa naendelea kupata pesa, hata kama nikibarikiwa tuseme kitu kama ni 1 year nimebarikiwa mara 2 naweza nunua nyumba 2 kwa mwaka mara 2. So ilikuwa inalingana na mapato yenye nimepata kwa mwaka. Na sasa nyumba za hapa hii kiwanja ni nani anawapea ndio watu wakubalishwe kujenga? So mimi kifu yangu kenye naweza sema sikukuja hapa, mimi nilikuja nikapata hii kiwanja ikiwa hivyo na ikiwa imejengwa. So katika hii harakati ya kujenga ama kutaka kununua ilikuwa ni lazima wahusishe mtu kama mzee wa kijiji na miji 10 ndio ufikie mwenyewe hizo nyumba, ndio ujue mwenyewe ni nani, sababu mzee wa kijiji ndiye anaelewa wenye nyumba ni wakina nani. So akishaelewa watu, ukishaenda kumwambia nataka nyumba fulani, atakwambia hapana, hii nyumba si yake, yeye anataka kukudanganya, nyumba ni ya mtu fulani. So kuna ubloka mingi katika kijiji, mtu anaweza kukuzia kitu na si yake, lakini ikifikia wakati chief ama mzee wa kijiji anaelewa, atakwambia hii ni ukweli. So kuna mahali penye mtafikia mahali muandikiane na yeye akae witness ndio upate ununue hiyo nyumba. So mtu mwenye kutupea hizo nyumba kutukubalia ni mzee wa kijiji sana na chief. Na wakati kulikuja kubomolewa amukupewa notice ama any communication? Ilikuwa siku ya Jumatano ambapo tulikuwa tumeenda soko nikarudi. So vile nilienda soko nikarudi ikawa kitu kama saa 5 hivi ya mchana, ambapo ndio tulisikia watu wakisema kuna tingatinga shimo. Hii mtaa ingine iko hapo juu, Mata Hospital kutoka juu. Hapo ndio walianza. So vile waliingia pale, wakaingia na wakabomoa. Vile walibomoa sisi tulienda kushuhudia na tukaona ukweli kumebomolewa. Kesho yake tena ndio wakaraukia wakabomoa, lakini vile walibomoa mara ya kwanza walikuwa wamebomoa sehemu kidogo. So tukaona sasa, tukauliza nini imefanya watu wakabomolewa hapa. Wakatuambia kuna mtu wenye alikuwa amenunua hapa, ameclaim hiyo shamba ni yake. So ndio maana wamekuja kufuatilia shamba yao, wabomoe ndio hiyo ria mwenyewe achukue shamba. So haikuwa ati ni kitu kenye kilikuwa kimeongelelewa tuliambiwa ndio tujipange. Ilikuwa ni kitu kenye kilikuwa kimefichwa. So ilikuwa on Monday ndio mimi niliamkanga kwenda soko saa 9 sababu ya watoto, ndio nikuja nipate ni release huyu mwingine mwenye kwa grade 6 aende shule. So lazima niamke saa 9 niende soko nijipange ninunue vitu by saa 11:30 nipate kwa nyumba, ndio niamshe huyu mwingine aende shule na yeye nipange weka kingine kadogo. So mimi hiyo siku nilikuwa nimeamka kwenda soko. Kwenda soko kurudi ndio nikuja nikapata kumebomolewa. Si hatukuambiwa mahali popote kama tunabomolewa. Hatukupewa notice yoyote. Na wakati walibomoa muliambiwa anything? Si wakati tulibomolewa tuliambiwa watu tulikuja tukaandikwa majina na wakasema kuna pesa tutakuja kusaidiwa na serikali ambapo itatufanya tuame, at least mtu mwenye ako na vitu ama atafute nyumba aishi. So wakati hizo vitu zilifika ilikuwa imeuzikana na chairman na chairlady na miji 10. So watu walipewa namba za kuandika watu namba fulani. So katika hiyo harakati badala watu waandike sisi waathiriwa, waliandika watu ambapo si waathiriwa, watu wa kwao, hata watu wa ushago na watu wengine. So watu kaa sisi wa chini wenye tulibomolewa ambapo tulikuwa tupate hizo pesa, hatukufaidika na hizo pesa sababu hatukupewa. Mpaka saa hizi tuko hivyo sababu tulipeleka complaint mpaka kwa dio, mpaka kwa chief, tukaambiwa tungoje tena turudie kuandika majina. Vile tuliandika majina na tukapeana, tukaambiwa tungoje. Kuja tena kuuliza mwezi moja imepita, 2 imepita, 3 imepita, kuendelea mpaka saa hizi tuko miezi 7 nje vile kutoka tubomolewe. Walituambia saa hizi kama kitu kishapita, so serikali haiwezi rudia mara ya pili kupeana pesa. So hiyo ishapitwa. Hivyo ndio tulijibiwa. Wewe kama muathiriwa ilikuwa affect na njia gani?
mimi kama mwadhiriwa ilini affect sana, sababu kitu ya kwanza hiyo ndio ilikuwa kazi yangu, sababu mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi hapo, nauza choo zangu, sikuwa nalala bila kama shilingi 200 ama 300 kwa siku kuuza choo. Nilikuwa nauza maji yangu na nilikuwa nauza kibanda. Sasa kwa saa hizi hata afadhali wangebomoa nyumba waniachie kazi, sababu hiyo kazi ndio ilikuwa inalea watoto na hata ndio ilikuwa inalea kila kitu yangu, nilikuwa inafanya hata inanilelea mamangu ambapo ni mgonjwa ushago, hata saa hizi hajiwezi hata kuamka. So mimi iliniadhiri, sababu hata saa hizi hata wengine nikifikiria hata kukula sikuli, nikifikiria maisha yangu ya nyuma nilitafuta na saa hizi sina chochote. Okay, umebomolewa, yes. Hiyo siku mulilala wapi? Sisi vile tulibomolewa, si hata siku moja, tuliishi kama wiki 2 nje tukiwa tunaota moto na watoto wetu, tunawafunikia mablanketi hapo, sisi tunaota moto mpaka asubuhi. Hatukuwa tunalala mahali popote, tulikuwa tunakeshanga nje kwa moto. Alafu mkafikiria aje kujenga magunia? Sasa the more vile kulienda, hizo kuni zikaenda zikiisha na vitu zikaenda zikiisha, sasa tukabakia watu wengine wamebahatika, wamepata pesa, wamehama. So sisi wengine tukabakia tuko ni watu wachache, tumebaki nje na tulikuwa wengi, ikawa tumeanza kuogopa maisha yetu vile kukaa tunaweza kaa nje sisi peke yetu. So tukafikiria kenye tunaweza fanya ni tutafute tugunia ama karatasi kenye tutapata karibu, tujenge at least tujifiche kwa kifuli kidogo kuliko kujiachilia mahali penye kuko open. Gladys, mtu anaweza jiuliza kwa nini usirudi nyumbani Kisii? Mimi kurudi naweza rudi kwetu Kisii, lakini kuna zile vitu zenye zinaweza nifanya nisirudi kwetu Kisii. Kitu ya kwanza, watoto wangu wako shule, siwezi fanya kutransfer watoto wangu shule sababu kuna hii masomo ya CPC. Kitu ya pili, mamangu ni mgonjwa ushago na ni mama mzee, ni mtu wako almost 80 years na ni mgonjwa, ako mgonjwa pressure, mgonjwa sukari na mgonjwa ulcers. So the more ataniona hata atashtuka. Kitu ya tatu, mimi pale si kwetu sababu mimi ni msichana na kwetu sisi kwetu wa Kisii, once mtu akishafikisha miaka ya kuolewa hatakubaliwa tena kurudi kwa boma. Boma inakuangania watoto wa fulana wanakaa na watoto wao. So mimi nikionekana kwa boma naweza kuwa hata threatened hata niwawe, sababu mimi siwezi kubaliwa pale sababu sina ukoo yao tena pale. Ukoo yangu pale kwenda kwetu niende niwasalimie na nirudi, lakini si kwenda kuishi. Ukiangalia hiyo mambo ya mila, hautaona ni kama wasichana wanafinyiliwa? Kikwetu tunaonanga tunafinyiliwa sababu tukienda sehemu zingine tunaonanga watu wengine wanaishi vizuri, sababu mtoto ni mtoto, vile amezaliwa lazima aangaliliwe maslahi yake, sababu vile hata sisi tumekaa sasa hizi tumerudi nyuma tunapata sisi kuangaliliwa. Tungekuwa tuna hiyo sheria ya kukubaliwa, hata sisi tungekuwa tumeenda hata kwetu at least tukaribishwe, lakini sababu ya hiyo mila na ni mila tumeipata, hatutaipuuza sababu the more utaendelea kuipuuza inaweza kukuaffect, hata unaweza wawa na mabrothers, sababu wataona sasa hizi niko na mtoto kijana atataka shamba, hiyo shamba ndio itafanya mtoto wangu awawa ama mimi niwawe na watoto wangu. Ukisema watauawa, ni vitu zina happen huko kwenu? Ni vitu zina happen. So si ati unasingizia? Si ni vitu zina happen sababu tuseme sheria, tuseme kwetu, kama mimi kwetu nikisema shamba yetu iwezi fika hata heka moja na vijana wamezaliwa pale ni vijana wa 6. So hata hiyo vijana 6 wakienda kuangalia shamba vile wanaweza katishwa haiwezi tosha. So wakiona tena bado umeingia kwa familia, utajua tu ni umekuja kukaa hapo ndio usaidike. So itakuwa bado ni wifu ama ni kuna vile wanaweza kukufanya wakumalize, hata watoto wanaweza wauza. Sisi kwetu Kisii, mtu akiwa amezaliwa, kama mimi msichana ni kufia kwetu na sina ndoa, nitazikwa kwetu. Baada ya hiyo au watoto wangu watauziwa mtu mwenye hajazaa. Inafanyika hivyo? Kwetu inafanyikanga hivyo Kisii. So tuseme sahi Gladys uko hapa na pengine umefikisha hiyo umri ya kuwa umeoleka, si ndio? Na ukwe haujaoleka, bado watakufukuza uko kwenu? Sisi kwetu hawezi wakakubali. Maybe kwa wale watu wenye ambapo ni matajiri ndio wanaweza kubali
kukubali, sababu watasema maybe kama mzazi wako, both side wazazi wako, kama ni baba yako, mama yako, ndiye anaweza kukutetea aseme kuna mali yenye nilikuwa nimenunua shamba yangu, hiyo shamba nitakufanya na mtoto wangu sababu mtoto wangu amekosa la kufanya. So mzazi ataweza kukaribisha. Lakini sasa ukipata boma kama hii yetu ya umaskini, imezaliwa na umaskini, haina masomo, haina chochote, haina mwelekeo, na shamba yenye iko hapo ni ya inheritance. So hawatakubali kukatia hiyo shamba. Sasa lazima ifanyike hivyo, watakuzika, wamalize kukuzika, watoto wauzwe ama watoto wafukuzwe. Wanafukuzwa ndio wasigawe hiyo mali. Ndio wasigawe hiyo mali yenye imebaki kwa yenye iko kwa familia. Mostly shamba. Na hii kitu ni mambo na ndugu zako ama pia wazazi wako hapo? Unajua kuna saa zingine tunaweza ongelelea, nimekwambia ikiwa kama ni mambo na umaskini. Saka kwetu mimi naweza sema kwetu kuna umaskini. So the more mzazi wangu ataendelea kuteta, anataka mtoto wake akatiwe shamba, sababu kama saizi vile mimi naongea niko na mzazi mmoja. Mzazi wangu aliniacha 2016, baba yangu aliniacha 2016. So mwenye amebakia ni mama yangu. Sasa mama yangu akiwa amebakia, hakuna ile nguvu yenye anaweza kuwa nayo ya kunitetea ndio nipate shamba. Akitetea pia hata yeye anaweza fanya nini? Anaweza wawa. So kenye kitabakia yeye atarudi mahali penye kuna uzito. So mahali penye atarudi mahali penye kuna uzito ni mahali penye kuna vijana. Atakubali hata yeye awawe kwa sababu ya shamba. Atakubali yeye abaki kama ni hao watoto wangu wajue vile mahali penye wataenda. Charges, turudi hapa Nairobi. Charges za kulala kwa magunia. Challenges za kulala kwa magunia ni mingi senye tunashuhudianga hapa, iwe mchana iwe usiku, tunaonanga mengi, lakini ni ile uwe na nguvu ya kufanya ama ya kufanya chochote. Kitu ya kwanza, mimi hata naweza ongelelea kitu ya yenye imehappen hata ijamaliza wiki. On Friday, on Monday, kuna mwanaume alipita hapa na akapiga mmoja wa jirani yangu, ambapo ni mtoto wa mama Cynthia, akiwa amefulia hapo nje mahali penye tuna camp. So vile alikuwa anafua hapo, kuna mwanaume hapo alikuja na akampiga na mawe. Vile alimpiga na mawe akamuuliza kwa nini unaniongelesha, akamwambia hata wewe mtu wa kulala kwa magunia ni kitu unaweza niuliza, akamrushia tena mawe mengine. Katika hiyo harakati kusonga tu mbele ni kama alipatana na vijana wakampiga. So mimi katika hiyo maneno mimi si kwa sababu nilikuwa kwa huko mbele kwa gunia yangu. Mimi definitely nilishangaa sana on Friday nikiletwa CID wakikuja kutaka kuniforce kunibebanisha juu kunipeleka kuniambia mimi ndio najua mambo yenye yanaendeleanga hapa, sababu hata mimi mwenyewe naifia maisha yangu. Kitu ya kwanza, yes, unaweza ona kitu na ushindwe la kufanya sababu hauna security. Pili, unaweza ona kitu, unaweza ekelewa neno yenye ujui sababu hauna security. So sisi tunaona majaribu ya mingi yenye hatukuwa tumetarajia maisha yetu. Na huku juu ni ghetto, si ni kweli? Ni ghetto. Kuna mambo ya wizi ama majambazi ni wingi hapa? Zote ziko, kuna uwizi, kuna machambazi, lakini the more wanaona wewe unalala nje na walikuwa na kujua, sasa wanaonanga tu si yule mtu wa kawaida, sasa wanakubebanga kama ni chokora ama safara. So hata wakipita hapo wanakuwa tu ni mtu tu, yani mwenye ajielewi. So sisi wanachuchukulia kama wale watu wenye hatuna mwelekeo. Sababu hata leo hii wakitupiga wanajua hakika hatuna kitu ya kuwapea, hatuna pesa, hatuna chochote yenye wanasapata kwetu. So sisi hawatufuatilii sana, lakini bado tunaivianga sababu kuna mahali penye unaweza fika ulizo uliona huyu akipigwa ama ulifanya nini. So hata sisi wanatuokanga waziwazi sababu wamefanya kitu, wametuachia hapo shida. So tutakuja kuuliziwa, tutashinda kenye tutasema. Sasa tutakuwa threatened mahali pote. Tutakuwa threatened kwa maskari, tutakuwa threatened kwa machambazi ama kwa hao wezi. Na kulelea watoto mahali kama hapa kwenye tunajua pia drugs ni mingi, unaweza aje kukinga watoto wako? Sasa sisi mara mingi kenye tunafanyanga, sababu tunajipatanga tukiwa tunaishi kwa hii mtaa, mara mingi tunawapelekanga kanisa. Watoto tunawalelea kwa kanisa kwa sababu kutoka Monday to Friday wanakuanga shule. Saturday unawapeleka at least wanaenda kutrain shule kanisa, kuenda kwaya. Sunday wana attend kwaya. Ikifika kitu kama long holiday tunawapelekanga ushago, wanakaa huku ushago. Ndio sasa wanarudi tena shule ikifunguliwa. Kama uko na uwezo wa kumpeleka, unamlipia fare, unapeleka mtoto ushago, anakaa hapo, shule ikifunguliwa tena anarudi. Wewe kama mama ukilala kwa magunia,
Hiyo kitu unaichukulianga aje? Mi kulala kwa gunia si kawaida na si rahisi, sababu kitu ya kwanza hapo unaweza wawa ama unaweza fanywa raping wakati wowote. Watu kama sisi tuko na watoto wasichana na si hata sisi bado ni wanawake, tunalalanga tukiwa tumeweka tu maisha yetu mahali popote, sababu hatuna otherwise. Tungekuwa na otherwise tungekuwa tumetoka, lakini sababu tumejikuta kwa hiyo situation, sasa unakuanga tu umeachilia tu maisha, kenye kitafanyika kifanyike, kama ni kifo, kama ni raping, yote tunakuanga tumeikubali. Kwa saa hii Gladys, ni kazi gani unafanya ili kukimu mahitaji ya boma yako? Sisi kwa saa hizi, saa zingine tukiitwa kibarua, Sauti Sol ukienda upate kibarua, utafanya. Saa zingine mtu ukipata mtu akuitie kama ni kazi ya hoteli, utaenda. Lakini kwa saa hizi vile kulibomolewa, kazi haziko. Sababu watu ni wachache na hakuna kazi. So kenye tunapitianga, once ukishapata kitu, tunashare na wengine. Mwenye amepata leo, mwenye ameangukia leo akapata, anashare na mwingine. Na kesho mwingine naye akienda naye apata, tunashare na mwingine. So hivyo ndio tumeishi tu kama sisters na brothers. Kwa saa hii ungependa kusaidiwa aje? Mi kwa saa hizi kitu ya kwanza, mi kenye ningeomba tu kama ni usaidizi, ningepata hata kama ni pesa ya kwanza biashara, naweza fanya na ndio niame kutoka kwa magunia, niende niweke watoto wangu waishi maisha mzuri na hao wakae kama watoto wengine ama wakae vile walikuanga kutoka kitambo, sababu hata watoto wenyewe wakifikirianga wanaanza kuniuliza mami, ni maisha gani tunakaa? Sisi tulikuwa tumezoea kukula, tulikuwa tumezoea kulala kwa nyumba tukikaa vizuri tukiangalia TV, na sasa maisha imetugeuka. Inabidi sasa hata sina jibu ya kuambia, lakini mimi sasa hizi nikisaidika, mimi hata kama ni kazi yoyote ama ni biashara, naweza fanya ili nisaidie watoto wangu wasome na watoke kwa magunia. Ukisema usaidiwe kibiashara, ni biashara gani unataka kuweka na capital ni pesa ngapi? Mimi kwa saizi siwezi sema ati naweza taka kiwango ya pesa fulani. Yenye nitasaidiwa ndio nitakubali nayo. Hata ikiwa kidogo ndio nitaanza nayo biashara, sababu hakuna pesa kidogo na hakuna pesa mingi. Pesa ni vile utaichukulia. Sababu hata saizi mtu akusaidia hata kama ni shilingi 2, uwe nao na kazi nao utaifanya ikae shilingi 10. So mimi pesa yenye nitapewa ndio nitakubali. Ni biashara gani unasikianga unapenda sana? Mimi kwa muda mrefu yenye nimefanya biashara kutoka kununua vitu kutoka mandizi, kutoka ushago, kulete, maofakado, natafuta mtu ananinunulia na ananitumanishia. Na mara zingine nikiendanga ushago, mimi harakati zingine nikiendanga maholiday ushago, nilikuwa na jaribingi naenda Gikomba, nanunua vitu, nanunua manguo kwa Bell, na bebanisha nao na gari ya mzigo naenda kuuza. Sawa. Keti. Tupatie namba yako ya simu just in case kukuwa na mtu anaweza taka kukuongelesha ama kukusupport nini wewe ili uanze hiyo biashara, anaweza kufikia. Namba yangu ni 07 26 48 42 95. Majina italeta nani? Majina italeta Gladys Nyabika Rama. Maneno yako ya mwisho mama. Maneno yangu ya mwisho ni kuwashukuru kwa kuja kututembelea. Watu kama sisi, wenye tumedharauliwa, wenye tumeachwa nyuma, hatupendwi, mbarikiwe na muongezewe, na mahali popote mtakapoenda, mtuombee sana. Tumeshukuru sana kwa kuja kuongea na sisi, na tunasema hapa ni Pillar of Hope. Kwa hivyo natumai mtu ataguzwa na ataweza kukupea matumaini ili uweze kusukuma maisha, na pia kulingana na vile umepeana story yako, I believe we ni mtu unatia bidii katika kazi yako. Juu kama biashara yako ulianza kwa matandiko, kwa gunia, hadi ukaweza kununua nyumba kadhaa, ni kumaanisha we ni mtu uko na bidii, na kwa hivyo uzidi na hiyo bidii, and the little utapata, unaweza anza bado hapo chini na usonge. But the best thing naweza kuambia, usiinvest sana huko Marigoini, juu kila mtu tunaongea naye anatuambia kuna fununu kutabomolewa, si ndio? So ukiweza maybe uhamie mahali pengine penye hakuna hiyo wasiwasi, inaweza kuwa ni kitu nzuri. Sawa, ubarikiwe sana. Ya nyinyi mbarikiwe. Asante. So watu wangu, hiyo namba iko hapo chini. Hiyo ni namba ya Gladys. Tafadhali 10 bob, 20 bob, at least aanze ka biashara kake kakuuza mandizi.
Nikimalizia, naitwa Wandua Mwangi. Njĩtagwo Kate Infinity, gĩtugĩ kĩa mwĩhoko. Tuĩka mwĩhoko he mũndũ ũngĩ, no torĩa twerwo gũkũ andũ maraikara na wendani, ũtarĩ nakĩo ũkahe ũrĩa ũtarĩ wĩnakĩo akahe ũrĩa ũtarĩ nakĩo. Koguo ũngĩkorwo wĩnakĩo na no ũhote kũgaya kĩnini, no ũteithĩrĩrie andũ aya nĩguo makorwo makĩehera gũkũ ngũnia-inĩ, angĩ makĩte na maratathi, nĩguo mahote gũkorwo makĩgacĩrithia maica mao. Thengiũ mũno nĩ gũkorwo ũgĩtwĩrorera, na tuonane rĩngĩ in the next video. Bye bye.